wanna marry you because you're the first person I wanna look at when I wake up in the morning, and the only one I wanna kiss goodnight. When you love someone as much as I love you, getting married is the only thing that's left to do. So, will you marry me? Zest is on this beat, ladies and gentlemen. Siku nyingine tulivu, macho yangu yatazama mboni zako, huku nikitafakari safari tuliopita. Sina mwingine believe, kwenye moyo uko peke yako. Jalali atujalie safari tuweze fika. Mengi umenivumilia, najua nimekuvumilia, unajua. Hello bwana ndugu Dennis. Yeah, kama tulivyoambizana toka siku za nyuma, kwamba leo ni siku ya kukabidhi nyumba na mipaka na maeneo. Yeah. Kwa hiyo mimi najua tumeshakagua mazingira na wewe umesharidhika. Kwa hiyo mimi leo ni kwa kukabidhi tu hati ya nyumba hii. Mimi najua wewe unaniamini. Kwa hiyo wakati huo unayapitia tena mazingira kwa ndani, basi mimi nakusubiri hapa nje. Haya sawa, basi ngoja mimi nikague mazingira. Sawa. Tunakuja kuongea. Nyumba nzuri bwana. Bwana, nimekagua nyumba. Ni kweli ni sahihi. Nashukuru kama umeikagua. Mimi naishi Magengeni. Najua sio kwangu, sio mgeni ninapoishi kwa sasa. Pale napajua. Kwa hiyo kama kutakuwa na changamoto yoyote, mimi nitanijuza kwenye simu, na pia changamoto nyingine ikitokea basi utanijuza. Sawa. Basi naomba tuachane, mimi niendelee na majukumu mengine ya kazi. Sawa, kwa hiyo ngoja nikati. Basi hamna shida. Kwa tu na amani na ile nyumba. Hapa amani itakuwepo. Sawa. Hapo tupata. Basi sana. Haya, kweli bwana, safari je? Haya, barikiwe. It's Kaniba. Mapenzi yakianzia 10, kazi kubwa ni kumaintain. Nishatoka na demagomen, tukaja kumwagana miko chini. Nikaripita gini na gini. Hakuna nilichogenza ya pen. Sasa ukae utulie. Nimeiweka reani roho yangu mimi, penzi ni mitiani kila siku mimi. They told me love is work of magic. I've been praying for something like this. Wait sana. Made so many wishes. Usiku na mchana. Made so many wishes. Some people told me that is not existing. Unaota ndoto za mchana vipi? Kunywa maji kwanza, pumzika kwa kiti na vuta pumzi. That love does not exist. Nimeenda West Africa, I'm looking for love. They told me love don't live here. I've been to South and North, desperate for love. Napishana napita njia East to Central Africa, wapi kuna love? Kila nayemuulizia across around the world is seeking for the love. They told me love don't live here. Niseme sina bahati ama mambo hajanyoka, naye mtaka simpati, labda tatizo ni nyota. Usela nipunguze usela, maana mapenzi na usela nikutia chumvi kwenye pera. Usela nipunguze usela, maana mapenzi na usela nikutia chumvi kwenye pera. Kutafuta pesa sishindwi, kwa njia zote haso nazijua, ila mapenzi ndio nizuzua, na ikipanda kichwani nanizingua sana.
na kunywa pombe kali ndani. Niambie blaza. Je, usafi kama ngao. Nimekomisi sana hizi blaza. Mbona kitambo sana mwanangu? Lakini umefika. Maisha nyumbani. Ni wewe kabisa. Ni mimi blaza. Mwanangu karibu sasa. Asante sisi. Karibu sisi. Nikaribia. Shilingi yako umemkuta nje hapo? Hapo shilingi sijamkuta. Kweli. Niambie blaza. Aloje kaka? Niambie mudi. Huko mjini. Asante. Mbeya wanasemaje sasa? Mbeya wapi? Aisee tupo bwana, tumetoka huko kwa juzi aisee. Jeshi langu mdogo wangu. Mdogo wako amepata mgongani pako. Aisee bwana karibu. Kwa sababu na mimi lazima nikupokee bwana. Si kama unavyojua tena mimi mwenyewe nimetoka huko kuna wengine kwanza walinipokea na mimi lazima nikupokee bwana. Asante. Bwana sasa tupo. Kwa sababu nyewe wenyewe kuna kama wenyewe wanasema bwana shoni. Si unajua tena bwana. Kama unavyojua tena vile chakula bwana. Kifika kuna bwana inabidi mazingira kwa yameshabadilika bwana. Asante. Karibu sana hivi. Tupo. Wakati hapo hivi. Mambo yanaenda. Au bwana shit. Bwana ndiye sana ndugu. Kwa maisha yako maana. Nimeamua tuje chimba na mashimo tu mradi niwe na maji. Vipi tena mdogo wangu? Mbona uko hivyo afu sasa hivi unakuja na kigo kama hizi? Wangu si unajua tena kule dauni ndo kama hivi ndo. Hakika ukiingia panyoni na kupoa ndo kwa maana unaniona? Niko futi au sio? Sasa wewe kuishi ndugu wangu. Sasa mbona ulitoka vizuri alafu umerejea maskani kwa hivyo tena da. Hayo ndo maisha. Mpaka unaniogopesha nikajua vipi tinga ni. Hayo ndo maisha yetu blaza au sio? Lakini mimi nashukuru umefika mdogo wangu mimi. Nikupokea tu maana kitambo sana. Asante. Vipi maendeleo shule? Maendeleo shule yako vizuri kabisa, hata kwenye ufundishaji yako vizuri. Sawa. Na mimi nimepewa hongera na wangu wa kazi. Kuhusu shule yangu. Naona wamenipa hongera sana kwamba nimefundisha vizuri na kwa hiyo inabidi tuendelee kufundisha vizuri ili watoto tunapoingia muhula wa pili huu basi tuendelee kupewa hongera zaidi. Of course ulienda kwenye kile kikao? Kule sikuweza kwenda kwa sababu nilipata changamoto kwanza kidogo. Changamoto gani tena ndugu yangu? Aisee bwana nakunda bwana. Acha tu. Kwa sababu sijakusimulia muda mrefu na yalionikuta. Walikuwa na mkasa. Halo bwana, si unajua kile kibanda kile cha ng'ambo pale? Ng'ambo pale? Mimi nimeshakiuza. Ulifanya makosa sana. Bila kunishirikisha ndugu yako. Kutokana na changamoto niliyopata, ilibidi niuze ili nikwamue kwa shida niliyokuwa nayo kwa sababu kuona hali ya pale ng'ambo na istoshe na mazingira mengine nyumba mbili ile ya quarters na ya hapa naipata sasa ilibidi niuze na ng'ambo kule niliona mauza kila nikilala nikiamka sio mambo ya kishirikina sijui sasa nifanyeje yani hapo ndio nikaamua kuuza. Kwa hiyo of course niko hapa kama unavyoniona, kwa hiyo nashukuru kwa kunitembelea. Ila of course mimi nipige tu hapa, ila ulikosea sana bila kunishirikisha. Kwa sababu gani? Yaani jambo unataka kufanya lazima umshikishe hata rafiki yako, mwalimu zako ili upate ushauri zaidi. Kwa sababu pengine kabla ya kuuza tungejua tungefanyaje, maana siku hizi kuna wachungaji. Sio mwenyewe unaona. Kuna wachungaji siku hizi mapapa nini? Tungefanya juu chini tungejua kujua tatizo ni nini. Sasa siweza kufikiria kama huko kuna mchungaji sio papa, lakini sio mbaya. Kwa vile mwenzangu Makunda huko, basi tunapeana ushauri mwingine. Ila uniwa lazi kidogo kwa yale ulionikuta. Of course mimi ningependa kutembea mwalimu zangu, maana nilikuwa huko busy sana siku mbili hizi kuelewe. Kwa hiyo nikajua kama una matatizo pole sana. Halo, asante nimepoa. I say. Mchungaji niweze kuongea naye kwamba baadaye ndio nike, lakini mpaka sasa bado sijamuona. Hujamuona? Hilo ni jambo jema. Unajua kushirikisha imani kama wachungaji au mapadre, maaskofu ni jambo jema sana. Kwa sababu huwezi kujua. Hakuja. Of course labda sijui sasa atafika au la. Ila nimsubiri kwanza. Atafika, of course atafika. Sababu mimi najua kwamba wachungaji wengi siku hizo wanajituma sana. Sawa. Mimi ninavyojua hivyo atafika. Kikubwa tu imani yako. Hodi hapa ndugu yangu. Ise karibu. Asante. Karibu kwenye kiti mchungaji. Asante. Sasa.
bwana asifiwe. Amina, ubarikiwe. Amina, si habari za majukumu? Njema. Si bwana asifiwe. Amina sana. Si asante. Mafundi sore. Naona mfu wapi mnapiga mastori nini? Ni kweli. Basi na mawazo unajua tena. Basi mafundi basi mambo. Niongee kwa mchungaji. Hapo of course yana umeenda kupigia siku yoyote. Basi hamna shida ndugu yangu. Haya. Si. Niambie mwalimu. Asante sana mchungaji. Si, bali za huko shuleni maana unajua bwana kuongea na wanafunzi muda wote. Wengine Halo. Hivyo tena. Hii ni pia majukumu ya kazi pia. Ni majukumu ya kazi na hii kazi inabidi kujituma ili watoto wenu waweze kufaulu vizuri. Sawa. Basi tuachane na hayo. Si mchungaji ni kwa shida. Shida yangu ni kubwa na ni kali. Kama ulipopata ujumbe wangu kwenye simu jana na kutafuta, nilikuwa na shida na maombi kidogo. Na kinachonisibu bwana, usofa nyumbani sipati usingizi na silali. Sijajua changamoto ni nini. Sawa. Na pia kuna kitu kimoja kinanishangaza kidogo. Hicho ni kitu gani? Mimi nilikuwa na nyumba 2. Sawa. Ya ng'ambo kule na ya hapa. Sawa. Na pia shuleni kule kuna nyumba, lakini hiyo siwezi kuhesabia kwa sababu ni ya serikali. Sawa. Sasa nikaamua, nilikuwa naishi ng'ambo. Nilikuwa na namba uza. Nikasema ngoja niuze. Labda hiyo hii ya pili nikae hapa labda patakuwa pana nafuu. Lakini nimeuza kule, nimekuja hapa leo ni siku ya 5, bado naona mambo ni yale. Yaani nguvu za giza linakusumbua yani. Yaani labda inawezekana hiyo kwa sababu sisi wengine sio wataalamu sana, ila tu nisipati usingizi. Na licha ya hivyo nishawahi kwenda kwa wataalamu. Lakini nilipewa kitu fulani kama kinga. Sasa sijajua ni kinga, ila niambia chukua kifaa hiki kaweke sehemu fulani, labda unaweza kalala apata usingizi. Sijajua, lakini bado nimepata kile kitu, usingizi silali. Sijajua Mungu nipige mchungaji. Ndo hao ndo kwa maana jana pale ulipopiga pale ndo maswali yenyewe ndo haya. Basi ndio hivyo, ili nipate mawazo mawili. Ni hicho. Ni kweli maana hapo jana ulipopiga pale simu kwa kweli asubuhi nilijinga kwanza shambani. Nilipiga kule kazi, baadaye jioni nikasema ngoja kwanza nipige kwa mwalimu Msuo hapa. Ndio kama maswali unayosema haya bwana. Kialisia ya bwana, miaka sahihi inabidi kumuomba Mungu sana. Sawa. Au saa nyingine unapoenda kulala muombagi na Mungu bwana. Inakuwa ni changamoto. Inakuwa ni changamoto. Sasa si unajua kujiziuka. Singine ndio hivyo hatujui sasa. Labda kwa vile leo mchungaji nimekushirikisha uje leo au ulipopitia kutoka shambani, basi utaona kunishauri hata mambo matatu mawili nifuate njia gani. Bwana, kikweli yani sasa hivi kama una Mungu kwa kweli unakuwa unapotea. Kwa sababu hata mimi mwenyewe malalamiko mengi sana, watu wananipigia simu nini na wewe mwalimu hapo kama ndio unaposema hivi unabidi muombe Mungu. Sasa mimi kwa ushauri wangu mimi utabidi kwenye maombi, unabidi uingie kwenye maombi. Kwenye maombi kwanza. Bwana ukiwa kwenye maombi, najua bwana vitu kama hivi vitatokea. Sawa. Haya maombi lini mchungaji, ili tuwe pamoja na familia? Shemeji kwa hapa. Hao ametoka kwa kidogo. Ameondoka kidogo. Ndio. Basi, baadaye naweza nikapata nafasi ya kuja hapa. Ndio. Kwa sababu sasa ratiba zote nimeshamaliza. Kwa leo nilikuwa kusubiri wewe. Sawa. Na uniambie kama unafika baadaye, sawa mimi nikusaidia. Basi mimi nitakuja baadaye. Si unajua tena bwana nikija nyumbani kule mimi nitamwambia na yule mama tutafika hapo kufanya maombi. Basi na wewe unabidi hapa bwana baadaye hiyo kusanya wa familia hapo weke maombi hapo bwana, nguvu za giza zinakuinda. Yaani tunapokaa hivi bwana hatujui la mbele, lakini ndio Mungu anajua. Kwanza tunapofanya kazi tutanguliza kwanza Mungu mbele bwana. Hata unapoenda shuleni kwanza muombe Mungu.
Kwa Bwana saizi Bwana tuna window na mashetani. Si kama unaposema hivi Bwana, Ndio. basi tumuombe kwa Mungu Bwana. Hata dakika 2 baadaye mimi nitakapofika hapa tutaendelea na maombi. Sawa, hamna shida. Basi sawa. Hebu basi simama. Uombe kwanza. Basi tuombe, fumba macho. Mungu Baba uliyeumba mbingu na dunia hii Bwana, tazama sisi ni viumbe vyako ambaye uliyetuumba. Mungu wa mbinguni, tutazame katika maisha yetu Bwana ambayo tunayopitia changamoto mbalimbali Bwana. Mungu Baba, tunafika mbele zako Bwana. Mungu wa mbinguni, naomba onekane Bwana. Baba usituache. Baba ninaenda kukemea nguvu zote za kichawi, nguvu zote za mapepo kwa jina la Yesu Kristo Bwana. Tazama huyu mwalimu huyu yuko mahali pa Bwana, anahitaji msaada wako, anahitaji nguvu zako Bwana. Mungu Baba, tunakuomba gusa Bwana, kuomba miminia nguvu zako Bwana. Baba usimwache Bwana, katika jina la Yesu Kristo. Nakemea magonjwa, nakemea nguvu zote, nakemea nguvu za kichawi, nguvu za kuzimu katika jina la Yesu Kristo. Na ngoa zote na bomoa nguvu zote katika jina la Yesu Kristo. Namleta huyu mwalimu mikononi mwako, nikiamini Mungu wa mbinguni unaenda kumtia nguvu, nikiamini Mungu wa mbinguni unaenda kuonekana katika maisha yake, katika mashamba yake, unaenda kubariki katika jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Ubarikiwe sana Bwana. Bwana, mimi nitafika baadaye. Bwana, ishi kwa amani na Mungu akubariki. Basi nitashukuru. Sawa. Wakuabudiwa